Tajiri wa Babeli, tiba 7 dhidi ya pochi tupu. Ufahari wa Babiloni umesifika kwa vizazi vingi sana. Sifa zake za kuwa jiji tajiri kuliko yote na utajiri wake usio na kipimo zimesimuliwa vizazi na vizazi. Hata hivyo, jiji hili halikuibuka tu na kuwa tajiri. Utajiri wa Babiloni ulitokana na maarifa ya watu wake. Kwanza kabisa walijifunza jinsi ya kupata utajiri. Mfalme Sargon wa Babiloni aliporudi baada ya kuwashinda Waelami, alikuta jiji lipo kwenye hali mbaya sana. Mshauri wa mfalme alimwelezea hali hiyo. Alisema, kwa miaka mingi kumekuwa na ukuaji wa uchumi na watu wamekuwa matajiri sababu ya wewe kujenga mifereji ya umwagiliaji na mahekalu makubwa ya miungu. Sasa baada ya miradi hiyo kukamilika, watu hawana kazi za kuwaingizia kipato. Wafanyakazi wamekaa tu. Wafanya biashara hawana wateja. Wakulima hawana wa kumuuzia mazao yao, na raia hawana pesa za kutosha kununua chakula. Lakini pesa zote tulizotumia kwenye miradi ya serikali zimekwenda wapi? Akahoji mfalme. Nina wasiwasi zimeishia mikononi mwa matajiri wachache. Zimepita mikononi mwa watu haraka kama vile maziwa ya mbuzi yanavyopita kwenye chujio. Sasa mzunguko wa pesa umekuwa chini na wana wetu hawana cha kuonyesha kutokana na mapato yao. Mfalme alifikiria kwa muda kidogo na kisha akasema, imekuwaje watu wachache wameweza kumiliki pesa nyingi kiasi hicho? Kwa sababu wanajua jinsi ya kupata pesa, akajibu yule mshauri. Mtu anayejua jinsi ya kufanikiwa hawezi kulaumiwa akifanikiwa, na wala si haki kuchukua mali ya mtu aliyeipata kihalali na kuwapa wazembe. Lakini kwa nini iko hivi? Akahoji mfalme. Kwa nini watu wote hawajifunzi mbinu za kufanikiwa ili na wao wawe matajiri na kufanikiwa? Mtukufu mfalme, hilo linawezekana. Lakini ni nani atawafundisha? Hawawezi kuwa makuhani. Hawajui chochote kuhusu mbinu za kutengeneza pesa. Sasa kwenye mji wetu ni nani anafahamu namna ya kuwa tajiri? Akauliza mfalme. Hilo linajijibu lenyewe, mtukufu mfalme. Ni nani aliyetajiri kuliko wote hapa Babiloni? Umenena vyema mshauri wangu. Ni Arkad. Ndiye mtu tajiri kuliko wote. Kesho mlete nionane naye. Kesho ilipofika, Arkadi alifika mbele ya mfalme. Arkadi, ni kweli kuwa wewe ndiye tajiri kuliko wote hapa Babiloni? Na mimi nimesikia hivyo mtukufu mfalme, na sijaona mtu wa kubisha. Umewezaje kuwa tajiri namna hiyo? Kwa kutumia vizuri fursa zilizopo wazi kwa watu wote kwenye mji wetu huu. Kwa hiyo hapo mwanzo haukuwa na utajiri wote? Sikuwa na chochote. Sikuwa na kingine zaidi ya nia ya kuwa tajiri. Sikiliza Arkadi, akasema mfalme. Mji wetu hauna furaha, sababu kwani kwa watu wachache ndio wanajua namna ya kuwa na utajiri, na hawa wameuhodhi. Walio wengi hawana ujuzi wa kutunza pesa wanazopata. Ni nia yangu kufanya Babiloni kuwa mji tajiri zaidi duniani. Unatakiwa kuwa mji wa matajiri. Kwa hiyo tunatakiwa kuwafundisha watu namna ya kupata utajiri. Hebu niambie Arkadi, kuna siri ya namna ya kuwa tajiri? Watu wanaweza kufundishwa siri hiyo? Inawezekana mtukufu mfalme. Kila mtu mmoja anachokijua inawezekana kufundishwa kwa wengine. Arkadi, umeongea vitu nilivyotaka kusikia. Je, unaweza kufanya hiyo kazi? Unaweza kufundisha hiyo elimu kwa wakufunzi ambao nao watafundisha wengine mpaka kuwe na walimu wa kutosha kumfundisha kila raia wangu maarifa hayo? Arkadi akainama kwa heshima na kusema, mimi ni mtumishi wako. Nitafanya kama ulivyoagiza. Maarifa yote nilionayo nitayafundisha kwa ajili ya ustawi wa raia wenzangu na utukufu wa mfalme wangu. Ninaomba mshauri wako aniandalie darasa la watu 100, nami nitawafundisha tiba 7 zilizofanya niwe na pochi iliyotuna, pochi ambayo ilikuwa tupo kuliko zote katika Babiloni. Mara baada ya siku 40 ni kama mfalme alivyoagiza. Wale wateule 100 walikuwa wamekusanyika kwenye ukumbi mkubwa ulio ndani ya hekalu la elimu. Walikuwa wamekaa kwenye nusu duara wakipendeza kwa mavazi yao ya rangi mbalimbali. Arkadi alikaa pembeni ya kiti kidogo ambacho juu yake chetezo cha kuabudia kilikuwa kikitoa moshi wenye harufu nzuri sana. Tazama mtu tajiri zaidi katika Babiloni, alinong'ona mwanafunzi mmoja huku akimgusa mwenzake Arkadi alipokuwa anasimama. Ni mtu kama sisi tu.
Nikiwa kama mtumishi mtiifu wa mfalme wetu, alianza kuongea Arkadi, ninasimama mbele yenu kufanya kazi yake, kwa sababu zamani nilikuwa kijana aliyetamani kuwa tajiri, na kwa sababu nilipata maarifa yaliyoniwezesha kupata, ameniagiza niwafundishe maarifa nilionayo. Utajiri wangu ulianzia chini sana. Sikuwa na cha ziada. Nilikuwa kama nyinyi na raia wengine wa Babiloni. Sehemu kuu ya kutunza hazina yangu ilikuwa ni pochi yangu. Nilichukia jinsi ilivyokuwa tupu bila kazi yoyote. Nilitamani ijae na itune, ikilia kwa sauti za dhahabu zilizogongana ndani yake. Hivyo nikatafuta tiba zote dhidi ya pochi tupu. Nikapata tiba 7. Kwa nyinyi mliokusanyika hapa mbele yangu, nitawafundisha hizo tiba 7, na hizo zinatakiwa kujulikana na watu wote wanaotaka utajiri. Kila siku kwa siku 7 nitawafundisha moja ya tiba hizo. Msikilize kwa makini yale nitakayowafundisha. Mjadiliane kati yenu. Jifunzeni mambo haya kikamilifu ili hata kwenu yaweze kuweka mbegu ya utajiri kwenye pochi zenu. Mwanzo kila mmoja wenu atatakiwa kuanza kujenga utajiri wake. Mkiweza kufanikiwa hilo, ndipo mtaweza kufundisha wengine. Nitawafundisha jinsi ya kutunisha pochi zenu kwa njia rahisi. Hiyo ndiyo ngazi ya kwanza kuelekea hekalu la utajiri. Hakuna mtu anaweza kupanda ngazi kama hawezi kuweka mguu wake kwenye ngazi ya kwanza. Sasa na tuone tiba ya kwanza. Tiba ya kwanza, anza kutunisha pochi yako. Arkadi alianza kwa kuongea na mtu aliyekaa mstari wa pili, aliyeonekana yuko makini sana. Rafiki yangu, unafanya kazi gani? Mimi ni mwandishi wa kumbukumbu kwenye mabamba ya vigae, alijibu mtu yule. Hata mimi kazi hiyo ndiyo iliyonipatia pesa zangu za kwanza. Una fursa kama yangu ya kujenga utajiri. Kisha akaongea na mtu aliyekuwa na uso mwekundu aliyekuwa amekaa siti ya nyuma. Ndugu, tuambie, unapataje mkate wako wa kila siku? Mimi nauza nyama. Nanunua mbuzi kutoka kwa wafugaji na wachinja na kuuza nyama. Ngozi huwa na wauzia watengeneza viatu. Sababu na wewe una kazi ya kipato, nawe pia una fursa ya kufanikiwa kama mimi. Arkadi aliuliza kazi ya kila mmoja wao. Alipomaliza akasema, mnaweza kuona kuwa kuna kazi nyingi za kufanya ili kujipatia kipato. Kila njia ya kujipatia kipato ni kijito cha dhahabu ambacho kinaingia kwenye pochi. Kwa hiyo kwenye kila pochi ya mmoja wenu kuna kijito cha pesa kinachotiririka. Wengine kwa wingi na wengine kwa uchache, kulinganisha na uwezo wa kila mtu. Si ndivyo ilivyo? Hapo walikubaliana naye kuwa asemavyo ni kweli. Arkadi aliendelea, iwapo kila mmoja wenu atakuwa na nia ya kuwa tajiri, je, si busara kutumia chanzo cha utajiri ambacho tayari anacho? Hilo nalo akakubaliana naye. Hapo Arkadi akamgeukia mtu mmoja mnyenyekevu alijitambulisha kuwa anafanya biashara ya mayai. Mfano, ukichukua kikapu kimoja na kuweka humo mayai 10 kila siku asubuhi, na kila jioni ukatoa mayai 9, nini kitatokea? Baada ya muda kikapu kitajaa kupita kiasi, akajibu muuza mayai. Kwa nini? Kwa sababu kila siku naweka yai moja zaidi ya ninayotoa. Arkadi aliligeukia darasa na huku akitabasamu. Kuna mtu hapa ana pochi tupu? Kwanza wanafunzi walionyeshwa kushangazwa, kisha wakacheka na mwishowe akapunga pochi zao hewani kwa pamoja. Sawa, akaendelea Arkadi. Sasa nitawaambia tiba ya kwanza ya pochi tupu. Fanyeni kama nilivyomshauri muuza mayai. Kila ukiweka sarafu 10 kwenye pochi, basi chukua 9 tu kwa matumizi yako. Pochi yako itaanza kutuna mara moja. Uzito wa pochi yako utakuwa mzuri mikononi mwako na utakuburudisha moyoni. Usidharau kitu nisemacho kwa sababu kinaonekana ni rahisi. Mara zote ukweli huwa rahisi. Niliwaambia kuwa nitawaeleza niliwezaje kuwa tajiri. Hivyo ndivyo nilivyoanza. Mimi mwenyewe nilikuwa na pochi tupu, na nilichukia kwa sababu haikuwa na kitu chochote cha maana. Lakini nilivyoanza kuweka 10 na kutoa 9, ilianza kutuna, na itakuwa hivyo hivyo. Sasa niwaambie kitu cha ajabu kilichotokea na mpaka sasa sikielewi. Nilipoacha kutumia zaidi ya 9 ya 10 ya pato langu, niliishi kama zamani tu. Sikupungukiwa chochote kile. Pia cha kushangaza zaidi, nikaanza kupata pesa kirahisi kuliko mwanzo. Bila shaka ni sheria za miungu kumpa pesa kirahisi yule anayetunza sehemu ya pato lake. Yule mwenye mifuko mitupu pesa umwepuka. Ni kitu gani unatamani sasa? Kutimiza matamanio ya kila siku.
Vito, nguo nzuri, chakula kingi, vitu ambavyo vinakuja na kupita, au vitu vya kudumu, dhahabu, ardhi, mifugo na wawekezaji wenye kuingiza pesa? Pesa unayotoa kwenye pochi yako huleta hivyo vitu vya kwanza. Pesa unayoiacha kwenye pochi yako huleta hivyo vitu vya pili. Hii ndiyo tiba niliyoigundua. Kwa kila sarafu 10 niliyoweka kwenye pochi nilitumia 9 tu. Jadilianeni kuhusu hili. Kama kuna mtu anaona haina ukweli, basi kesho tukionana tena niambie. Tiba ya pili, pangilia matumizi yako. Wengine kati yenu wameuliza, mtu anawezaje kutunza 1/10 ya pato lake wakati pato lote analopata halitoshi kwa ajili ya matumizi yake ya lazima? Hivyo ndivyo Arkadi alianza kuongea kwenye siku ya pili. Jana ni wangapi kati yenu walikuwa na pochi tupu? Wote, darasa lilijibu. Lakini si kwamba wote mnapata kipato sawa. Wengine hupata zaidi na wengine wana familia kubwa. Lakini wote pochi zenu zilikuwa tupu. Sasa nitawaambia jambo la kushangaza kuhusu watu. Ni hivi, kile ambacho tunaita matumizi ya lazima mara zote hukua kulingana na kipato chetu kinavyokuwa. Isipokuwa tu tukijizuia. Usichanganye matumizi ya lazima na matamanio. Wote hapa na familia zenu mna matamanio mengi kuliko mnayoweza kutimiza. Kwa hiyo mnaendelea kuyatimiza kadri kipato chenu kinavyoongezeka. Lakini bado mengi yanabaki bila kutimizwa. Watu wengi wameelemewa na matamanio mengi kuliko wanayoweza kuyatimiza. Mnafikiri sababu ya utajiri wangu basi naweza kutimiza matamanio yangu yote? Si kweli. Kuna kikomo cha nguvu zangu, kikomo cha umbali naweza kusafiri, kikomo cha ninachoweza kula, na kikomo cha mambo ninayoweza kuyafurahia. Kama ambavyo magugu hukuwa sehemu ambazo mkulima kaacha nafasi kwa mizizi yake kushika, ndivyo matamanio hukua kwa mtu anayetamani kuyatimiza. Matamanio yetu ni mengi, lakini mnayoweza kuyatimiza ni machache. Chunguzeni kwa makini na mnavyoishi. Mtakuta mna matumizi mengi yasiyo ya lazima, matumizi ambayo mnaweza kuyapunguza au kuyaacha kabisa. Acha kauli mbiu yenu iwe kupata 100% ya thamani mnapofanya matumizi. Kila mmoja aandike vitu alivyopanga kutumia pesa, kisha chagua yale matumizi ya muhimu tu, yale tu yanayowezekana kwa kutumia 9/10 ya pato lako. Tupilia mbali mengine yote na yaone kama ni matamanio ambayo hayana umuhimu wa kuyatimiza. Panga matumizi yako. Usiguse ile 1/10 ya kutunisha pochi yako. Kutunza pesa liwe ndio tamanio lako kuu. Panga bajeti yako kwa uangalifu mkubwa. Acha ikusaidia katika kutunisha pochi yako. Hapo mwanafunzi mmoja aliyekuwa na vazi la rangi nyekundu na dhahabu akasimama na kusema, mimi ni mtu huru. Nafikiri kuwa nina haki ya kufurahia vitu vizuri maishani. Naona kama kupanga matumizi na kuishi kwa bajeti inayonipangia kiasi cha kutumia na kwa matumizi gani ni utumwa. Naona hilo litaharibu furaha yangu maishani na kunifanya niishi kama punda mbeba mizigo tu. Arkadi akajibu, rafiki, ni nani atapanga bajeti yako? Nitapanga mimi mwenyewe, akajibu yule bwana. Kama ni hivyo, unafikiri punda mbeba mizigo akiambiwa apange bajeti ya mizigo yake atabeba vito mazuri na dhahabu? Hapana, ataweka nyasi, nafaka na mfuko wa maji kwa ajili ya safari ya jangwani. Lengo la bajeti ni kutunisha pochi yako. Inakusaidia kupata mahitaji yako ya muhimu na kutimiza matamanio mengine iwapo itawezekana. Inakusaidia kutofautisha mahitaji ya muhimu na matamanio tu. Kama mwanga ndani ya pango lenye giza totoro, bajeti inakusaidia kuwa na tobo kwenye pochi yako. Inakusaidia pia kuliziba na kupanga vizuri matumizi kwa mambo ya msingi na starehe. Hii ndiyo tiba ya pili kwa pochi iliyotupu. Panga matumizi yako hadi uwe na pesa ya matumizi ya lazima na pesa ya starehe bila kutumia zaidi ya 9/10 ya pato lako. Tiba ya tatu, fanya dhahabu zako ziongezeke. Tazama pochi yako imeanza kutuna. Umekuwa na nidhamu ya kutunza 1/10 ya pato lako. Umepanga matumizi yako vizuri na umelinda akiba yako. Hatua inayofuata tutajifunza namna ya kufanya hazina yako kufanya kazi na kukua zaidi. Pesa kwenye pochi ni kitu cha kuridhisha, lakini hakizalishi kitu chochote. Pesa tuliyopata kwa kutunza ni mwanzo tu. Mapato itakayozalisha ndiyo atakayojenga utajiri wetu. Hivyo ndivyo alivyoanza Arkadi kwenye siku ya 3. Jinsi gani tunaweza fanya pesa zetu zifanye kazi? Uwekezaji wangu wa kwanza haukuwa mzuri. Nilipoteza pesa zote.
Nitasimulia hilo baadaye. Uwekezaji wangu wa kwanza ulioleta faida ulikuwa ni mkopo niliyompa Agar, mtengeneza ngano. Alikuwa akinunua shaba kwa ajili ya kutengeneza ngao, lakini alikuwa hana mtaji wa kutosha, hivyo alikuwa akikopa kwa wenye pesa. Alikuwa ni mtu mwaminifu. Alilipa mikopo yote na riba vizuri mara tu alipouza ngao. Kila mara nilipomkopesha, nilimkopesha na ile riba aliyonilipa. Kwa hiyo mtaji wangu uliongezeka na mapato yangu yakaongezeka pia. Lilikuwa ni jambo la kuburudisha sana kuona pesa zile zikiingia kwenye pochi yangu. Nisikilize kwa makini. Utajiri wa mtu haupo kwenye fedha zilizopo kwenye pochi yake, bali kwenye kijito cha dhahabu kinachotiririka kwenda kwenye pochi yake na kuitunisha. Kipato kinachoingia hata akisafiri ama asipofanya kazi. Nimeweza kupata pesa nyingi sana hadi kufikia kuitwa mtu tajiri zaidi. Mkopo wangu kwa Agar ulikuwa ni somo langu la kwanza juu ya uwekezaji wenye faida. Kutokana na uzoefu niliopata, hapa nikatanua uwekezaji wangu kadri mtaji ulivyokuwa ukiongezeka. Nilianza kidogo, lakini baada ya muda kikawa kikubwa. Utajiri ulimiminika kwenye pochi yangu. Tazama, kutoka kwenye mapato yangu kidogo nilipata umati wa watumwa ambao walifanya kazi ya kuzalisha zaidi. Watoto wao walinitumikia na watoto wa watoto wao walinitumikia. Jumla ya pato walilozalisha lilikuwa ni kubwa sana. Dhahabu hukua kwa kasi iwapo inazalisha, kama tu mtakavyoona kwenye mfano ufuatao. Kulikuwa na mkulima ambaye mtoto wake wa kwanza alipozaliwa, alichukua vipande 10 vya fedha na kwenda kwa mkopesha pesa. Akamwambia aweke ile pesa kwa riba mpaka mtoto wake atakapotimiza miaka 20. Mkopesha pesa akakubali, na wakakubaliana kuwa riba itakuwa ni 1/4 ya ile pesa kila baada ya miaka 4. Mkulima akasema kwa sababu ile pesa ni kwa ajili ya kijana wake, basi hata ile riba iongezwe kwenye mtaji. Kijana wake alipofikisha miaka 20, mkulima akaenda tena kwa mkopesha pesa kuuliza kuhusu pesa alizoweka. Mkopeshaji akamwambia kuwa kwa sababu pesa ilikuwa ikiongezeka kwa riba inayobadilika kulingana na muda, vile vipande 10 vya fedha sasa vimekuwa 31.5. Mkulima akafurahia sana, na kwa sababu kwa muda huo kijana yule hakuhitaji fedha zile, akaziacha kwa mkopeshaji. Mtoto wake alipofika miaka 50, wakati huo mkulima yule tayari akiwa ameshafariki, mkopeshaji akamlipa mtoto wake vipande 167 vya fedha. Kwa miaka 50, uwekezaji ulikuwa umekuwa karibu ya mara 17. Hii ndio tiba ya tatu ya pochi tupu. Fanya fedha yako ifanye kazi na ijizalishe kama mnyama wa kufugwa. Ilete kipato ambacho kitatiririka kwenye pochi yako daima. Tiba ya 4, linda hazina yako isipotee. Bahati mbaya hupendelea sehemu inayong'aa. Dhahabu ndani ya pochi inatakiwa kulindwa kwa nguvu zote, vinginevyo itapotea. Kwa hiyo ni busara kuanza na kiasi kidogo. Tukiweza kumudu kukiendesha na kukilinda, ndipo miungu itatuamini na kutupatia kikubwa zaidi. Alisema hivyo Arkadi katika siku ya 4. Kila mtu mwenye pesa hushawishika na fursa za kuwekeza kwenye uwekezaji wanaodaiwa kuwa na faida kubwa sana. Mara nyingi hushawishiwa na ndugu na marafiki ambao tayari wamo humo. Kanuni ya kwanza ya uwekezaji na usalama wa mtaji wako. Je, ni busara kufuatilia faida kubwa huku ukihatarisha mtaji wako? Hapana. Adhabu ya kutochukua tahadhari ni hasara. Chunguza kwa makini kabla hujatumia hazina yako. Hakikisha hata mambo yakienda kombo bado mtaji wako utakuwa salama. Usidanganyike na ndoto za kuwa tajiri haraka. Kabla hujamkopesha mtu, hakikisha kama anaweza kulipa na ana sifa hiyo. Usije ukatoa kama zawadi mali uliyoitafuta kwa jasho. Kabla hujawekeza kwenye mradi wowote, hakikisha unajua mapungufu na hatari za huo mradi. Uwekezaji wangu wa kwanza ulikuwa wa hovyo sana. Pesa niliyoitunza kwa mwaka mzima nilimpatia Azimuri mfyatua matofali. Alisafiri nchi za mbali hadi jiji la Tiro. Aliahidi kununua vitu kwa Wafoenike, ilikuwa tu viuze na kugawana fedha. Wafoenike walimtapeli na kumuuzia vioo. Hazina yangu ilipotea. Leo uzoefu wangu unaniambia ubaya wa kumwamini mfyatua matofali kwenye masuala ya vitu. Kutokana na uzoefu wangu nimejifunza kuwa usiamini uelewa wako kupita kiasi na ukaishia kuwekeza hazina yako kwenye mradi mbaya. Ni bora kupata ushauri wa wenye uzoefu na kuwekeza kwa faida. Kawaida ushauri kama huo hutolewa bure kwa wanaouliza, na una thamani sawa tu na kiwango unachotaka kuwekeza.
kwa sababu unakiokoa kiwango hicho kisipotee. Hiyo ndio tiba ya 4 ya pochi tupu. Hii ni ya muhimu sana kwa sababu inalinda pochi iliyotona isiwe tupu tena. Linda hazina yako na kuwekeza kwenye miradi ambayo mtaji wako utakuwa salama. Wekeza kwenye miradi ambayo inaleta faida siku zote. Omba ushauri kwa wenye uelewa na tumia ushauri wa watu wenye uzoefu wa kuwekeza kwa faida. Acha maarifa yao yalinde hazina yako dhidi ya uwekezaji mbaya. Tiba ya 5, fanya makazi yako kuwa uwekezaji wenye faida. Iwapo mtu atatumia 9 ya 10 ya pato lake kwa mahitaji ya msingi na kufurahia maisha, na iwapo sehemu ya hii fedha anaweza kufanya uwekezaji wenye kuleta faida bila kuathiri maisha yake, hazina yake itakuwa kwa kasi sana. Hivyo ndivyo alivyoanza kuongea Arkadi kwenye siku ya 5. Watu wengi hapa Babiloni hutunza familia zao kwenye nyumba za mbavu za mbwa na zilizo sehemu mbaya kabisa. Nyumba zisizofaa watu kuishi. Huko wanawalipa wenye nyumba kodi kubwa kwa nyumba ambazo hata nafasi ya kupanda maua ya kufurahisha moyo hakuna. Watoto wao hawana hata sehemu ya kucheza, bali hucheza kwenye vichochoro vichafu. Hakuna familia inayoweza kufurahia maisha bila ya watoto kuwa na sehemu safi ya kucheza, na eneo ambalo mke anaweza kupanda si tu maua, bali pia mboga kwa ajili ya familia yake. Inafurahisha mtu kula matunda kutoka kwenye mti wake na zabibu za bustani yake, kumiliki makazi yake na kujivunia sehemu yake. Hilo litamfanya jiamini na aweze kutimiza malengo yake mengine kwa moyo mmoja. Hivyo napendekeza kila mtu amiliki nyumba kwa ajili yake na familia yake. Kumiliki nyumba si jambo lisilowezekana kwa wale waliona nia. Je, mfalme wetu hajatanua kuta za Babeli ili kuwe na eneo kubwa, na sasa mtu anaweza kununua kiwanja kwa bei nafuu? Pia niwaeleze kitu kingine. Wakopesha pesa utafuta watu wanaokopa kwa ajili ya kununua ardhi na ujenzi wa nyumba. Watakukopesha haraka ili umlipe mfyatua matofali na mjenzi. Utahitaji tu kuonyesha kiasi kidogo walichotenga kwa ajili ya kazi hiyo. Ukishajenga nyumba unaweza kumlipa mkopeshaji kama ulivyokuwa unamlipa mwenye nyumba. Kila unaporejesha unakuwa unapunguza deni, na baada ya miaka michache unakuwa umemaliza. Hapo utafurahi kuwa na nyumba yako mwenyewe na hutodaiwa na mtu zaidi ya kodi ya mfalme tu. Pia mkeo akienda mtoni kufua anaweza kurudi na maji ya kumwagilia bustani. Baraka nyingi huja kwa mtu anayemiliki nyumba yake mwenyewe. Pia hili hupunguza sana gharama za maisha. Pesa nyingi hubaki kwa ajili ya kustarehe na kutimiza matamanio mengine. Hii ndio tiba ya 5 ya pochi iliyotupu. Miliki nyumba yako mwenyewe. Tiba ya 6, jihakikishie kipato cha wakati ujao. Maisha ya kila mmoja huanzia utotoni hadi uzeeni. Hii ni njia ya maisha na mtu hawezi kuiepa, isipokuwa miungu imemuita mapema. Hivyo ninasema kuwa ni muhimu kwa mtu kufanya maandalizi ili wakati ujao awe na kipato, kipindi ambacho hatakuwa na kazi tena. Pia anatakiwa kuweka maandalizi kwa ajili ya familia yake ili isihangaike ikitokea miungu imemuita mapema. Kwa hiyo nasema kuwa ni jambo la muhimu kwa mtu kufanya maandalizi ili aje kuwa na kipato uzeeni, nyakati ambazo hatakuwa kijana tena, na pia kufanya maandalizi kwa ajili ya familia yake iwapo atafariki. Somo hili linafundisha kuhakikisha pochi yako imetuna hata wakati ambao huwezi kufanya kazi ya kuingiza kipato. Hivyo ndivyo alivyoanza kusema Arkadi katika siku ya 6. Mtu ambaye anajua kanuni za utajiri na akaweza kujipatia utajiri, ni muhimu akafikiria kuhusu wakati ujao. Anatakiwa kuwekeza kwenye miradi ambayo ni salama na inadumu kwa miaka mingi. Lakini mapato kutokana na miradi hiyo yanatakiwa kupatikana kirahisi mara yatakapohitajika. Kuna njia nyingi sana ambazo mtu anaweza kuhakikisha kuwa wakati ujao atakuwa salama. Anaweza kuwa na sehemu ya siri na kufukia hazina yake hapo, lakini hata afiche namna gani, lazima siku moja wezi wataipata. Kwa hiyo si shauri kufanya hivyo. Mtu anaweza kununua nyumba ama ardhi kwa ajili ya wakati ujao, kama amechagua vizuri, na kuna uwezekano wa kupanda thamani huko mbeleni. Hivi ni vitu vyenye thamani ya kudumu. Mapato yake au mapato kutokana na kuviuza yanaweza kufaa kwa ajili ya wakati ujao. Pia anaweza kukopesha pesa zake huku akiziongeza mara kwa mara. Riba inayoongezwa kwenye pesa hiyo itafanya pesa yake ikue haraka sana. Binafsi namfahamu mtengenezaji wa makobazi mmoja anayeitwa Ansam. Ansam aliniambia kuwa kila wiki huweka vipande viwili vya fedha kwa mkopesha pesa. Amekuwa anafanya hivyo kwa muda wa miaka 4 sasa.
Hivi karibuni ameenda kuona akiba yake na imemfurahisha sana. Pesa yake ukichanganya na riba ya 1/4 kwa kila miaka 4 imefikia jumla ya vipande 1040 vya fedha. Kwa ujuzi wangu wa masuala ya fedha nilimhamasisha kuendelea kuweka kwa kumwonyesha kuwa akiendelea hivyo kwa miaka 12 mingine atakuwa anamdai mkopesha pesa vipande 4000 vya fedha, kiasi kitakachomtosha maisha yake yote. Kiasi kidogo hivyo kikiwekezwa kwa ukawaida huwa kikubwa sana. Hakuna mtu ambaye hawezi kuweka akiba kwa ajili ya uzee wake au kwa ajili ya wakati ujao wa familia yake. Hilo halijalishi biashara yake ni kubwa kiasi gani au ana miradi gani. Nategemea siku moja watu wenye akili watabuni bima ya kifo. Watu wengi waweke pesa kidogo kidogo, na kisha mmoja wao anapokufa, basi familia yake wapewe kiasi fulani cha pesa. Hii naona kama litakuwa ni jambo zuri na napendekeza lifanyike. Lakini hii kwa sasa ni gumu kufanyika kwa sababu ni jambo linalofanyika baada ya maisha ya mtu au nje ya ushirika wowote wa kibiashara. Ili mpango huu ufanye kazi unatakiwa kuwa imara kama kiti cha ufalme. Lakini siku moja nafikiri hilo litawezekana na kuleta baraka kwa watu wengi. Hata pesa ndogo iliyowekezwa itafanya familia ya marehemu kulipa pesa ya kutosha. Lakini kwa sababu tunaishi katika siku hizi, basi tunatakiwa kutumia njia zilizopo. Kwa hiyo basi nashauri watu wote kutumia njia zilizothibitika kuwa ni bora ili kujiandaa kwa ajili ya miaka ya uzeeni. Mtu asiye na kitu na hawezi kufanya kazi, au familia iliyoondokewa na kichwa cha familia na kuachwa bila kitu ni janga kubwa sana. Hii ndiyo tiba ya 6. Hakikisha una kipato kwa ajili ya uzee wako na kwa ajili ya ulinzi wa familia yako. Tiba ya 7, ongeza pato lako. Leo nitazungumzia moja ya tiba muhimu kabisa ya pochi iliyotupu. Sitazungumza kuhusu fedha, bali nitazungumza kuhusu nyinyi. Nitaongea kuhusu nyinyi mliokaa hapa mbele yangu mkiwa na mavazi ya kuvutia. Nitazungumza juu ya vitu ambavyo vipo katika akili na maisha ya watu na kukwamisha mafanikio yao. Hivyo ndivyo alivyoanza kuongea Arkadi kwenye siku ya 7. Siku si nyingi zilizopita alikuja kwangu kijana mmoja akiomba mkopo. Nilipomuuliza anataka kwa ajili ya nini, akasema kwa pato lake halitoshi kulipia mahitaji yake. Hilo lilifanya wakopesha pesa wasiweze kumkopesha kwa kuwa hakuwa na kipato cha zaidi cha kumwezesha kulipa mkopo. Nilimwambia, unachotakiwa kufanya ni kuongeza kipato. Umefanya jambo gani ili kujiongezea kipato? Nimefanya kila njia, alijibu. Mara 6 kwa muda wa miezi 2 nimefuata mwajiri wangu na kuomba nyongeza mshahara bila mafanikio. Siwezi kwenda zaidi. Hakuna mtu anaweza kwenda zaidi ya hapo. Tunaweza kucheka na kumwona ni mzembe, lakini alionyesha jambo muhimu linalohitajika ili kujiongezea kipato. Ndani yake alikuwa na nia ya kujiongezea kipato. Nia yenye nguvu. Nia inaanza na kisha mafanikio hufuata. Nia yako inatakiwa kuwa yenye nguvu na yenye lengo. Nia ya jumla tu ni dhaifu na ni kama matamanio tu ya kupoteza wakati. Kutamani tu kuwa tajiri hakukufikishi popote. Ila kutamani kupata vipande 5 vya dhahabu ni kitu kinachoeleweka na kinaweza kufanywa kazi hadi kikatimizwa. Hapo unaweza kutafuta njia ya kupata vipande 10, kisha 20 na baadaye vipande 1000. Kuja kutazama umeshakuwa tajiri. Baada ya kujifunza kutimiza malengo madogo, unakuwa umepata uzoefu wa kukuwezesha kutimiza malengo makubwa. Hivi ndivyo utajiri unavyopatikana. Kwanza kwa kuweza kumudu kiasi kidogo na baadaye kiasi kikubwa kadri unavyoongeza uwezo. Lengo linatakiwa kuwa rahisi na linaloeleweka. Inakuwa haina maana ya kuwa na malengo iwapo ni mengi, hayaeleweki na yapo juu ya uwezo wa mtu kuyatimiza. Kadri mtu anavyotimiza malengo yake ndivyo uwezo wake wa kuongeza kipato unavyoongezeka. Kipindi kile nilipokuwa mwandishi niligundua kwamba wafanyakazi wengi walifanya zaidi na kupata zaidi. Hilo lilifanya niweke lengo la kutozidiwa na yoyote. Haikuchukua muda, nikajua siri ya kufanikiwa kwao: kuipenda kazi, kufanya kazi kwa makini na kuwa mvumilivu. Baada ya muda ni watu wachache tu ndio walioweza kuandika mabamba mengi kuliko mimi. Bila kuchelewa, ujuzi wangu ulianza kunipa faida haraka. Wala hakukuwa na walazima wa kwenda kwa bosi wangu mara 6 ili anitambue. Kadri tunavyoongeza maarifa, ndivyo tutakavyoongeza kipato chetu.
Mtu anayejitahidi kujua kazi yake vizuri atapata mafanikio zaidi. Kama ni fundi sanaa, basi anatakiwa kujua mbinu za mafundi bora kabisa wa sanaa. Kama ni mwanasheria au mganga, basi anatakiwa kuomba ushauri wa kubadilishana ujuzi na watu walio kwenye nyanja yake. Kama ni mfanyabiashara, inampasa kuendelea kutafuta bidhaa bora ambazo zina bei ya chini. Maisha ya mwanadamu hubadilika na kuwa bora sababu ya watu wenye udadisi na wenye kutafuta ujuzi kwa faida ya wote. Nawahimiza watu wote kuwa mstari wa mbele wa maendeleo na si kukaa kizembe na kuachwa nyuma. Pia mtu anayejiheshimu anatakiwa kufanya mambo kama haya yafuatayo. Anatakiwa kulipa madeni yake haraka iwezekanavyo. Hatakiwi kununua kitu asichoweza kumudu. Anatakiwa kujali familia yake. Hilo litafanya imheshimu na imuongelee vyema. Anatakiwa kuacha wosia kwa maandishi ili siku akifa mali yake igawanywe kwa utaratibu. Anatakiwa kuwa na huruma kwa wagonjwa wasiojiweza na wale waliopatwa na majanga. Awasaidie kulingana na uwezo wake. Anatakiwa kuwa mkarimu kwa wapendwa wake. Kwa hiyo tiba ya 7 na ya mwisho ya kutibu pochi iliyotupu ni kuwa mtu bora. Kujifunza na kujizoeza kupata maarifa zaidi, kupata ujuzi zaidi na kujiendesha kwa heshima. Hapo unaweza kujiamini na utaweza kutimiza malengo yako. Hizi ndizo tiba 7 za pochi tupu. Kutokana na maisha yangu marefu yenye mafanikio, na wahimiza watu wote wanaotamani utajiri kuwa kuna dhahabu nyingi ndani ya Babyloni kuliko mnavyodhania. Nyingi za kutosha kila mtu. Nendeni mfanyie kazi mambo niliyowaambia, nanyi mtafanikiwa kuwa matajiri. Nendeni mkafundishe ukweli huu kwa raia wote wa mfalme ili nao washiriki utajiri wa jiji letu kuu.